Karibu tena mtazamaji, na asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Kabla ya kuingia kwenye sehemu ya mahojiano kuhusiana na vitabu, kama nilivyokuarifu, wageni wetu studioni hii leo ni Pauline Keya ambaye ni mwandishi wa kitabu cha Kigogo ambacho ni tamthilia na ni kitabu ambacho kinatahiniwa mwaka huu katika kidato cha 4. Pia tuko naye Adipo Sidang ambaye ni mwandishi wa kitabu cha mashairi Parliament of Owls. Watakuwa wanatueleza zaidi kuhusiana na mikakati inayochukuliwa na waandishi kuhakikisha kuwa vitabu vyao haviwafaidi wengine katika namna isiyo stahili. Lakini kwanza, hebu tuangazie taarifa inayofungamana na mada yetu ya hii leo. Bodi ya kudhibiti uhalisia wa haki miliki imeharibu zaidi ya vitabu 50,000 vyenye thamani ya shilingi milioni 15. Bodi hiyo ilichukua hatua hiyo kufuatia kiwango ambacho Wakenya wengi wanatoa chapa za vitabu na ambavyo vinaathiri maduka ya wauzaji na waandishi. Aidha, wanasema kuwa wanafanya kila juhudi kuona kuwa sheria imebadilishwa na kuweka kiwango cha juu cha faini ikilinganishwa na faini ya sasa ya Laki 4. The court gave us authority to destroy them. So the reason why we are destroying, and I've seen a lot of comments from the public, is that the essence of enforcement against piracy is that illegitimate works, pirate works, counterfeit works should not compete in the market with the works of those who created them. Hasara ya ugushi sio kwa mwandishi na kwa mchapishaji peke yake. Manake pia mnunuzi kuna hasara zake. Vitabu ambavyo nimeviona vimegushiwa, vingine havina kurasa zote, vingine kurasa zimepitana ama zimerukwa, wengine wameweka kurasa ambazo hazina kitu. Kwa hivyo mtu akinunua, kama ni mwanafunzi, atakaponunua Kigogo kwa mfano, kiwe ni gushi, atakapoletewa swali la muktadha kwenye mtihani, atalijibu vipi? Na hili hali kurasa hizo ambazo zimeuliziwa swali hilo haziko kwenye nakala aliyoinunua. Na faini iwe kubwa zaidi, washughulikiwe kama walaguzi wa dawa za kulevya. Akaunti za watu hawa wagushi zitwaliwe zote, zifirisiwe, wasiwe na chochote, wauze mali yao, vitu vyao, chupi zao, kila kitu, wasibakishe hata kitu chao, wafirisi mpaka familia zao. Hivyo ndivyo tunavyotaka sisi tukiwa waandishi, nikiwa mmoja kati ya waandishi ambao ni wachanga. Sisi wengine tunatuita chipukizi. Katika huu chipukizi wetu sasa tumeanza kuvujwa moyo. Na moja kwa moja tuingie katika sehemu yetu ya mahojiano. Adipo Sidang na Pauline Keya, asanteni sana kwa kufika katika studio zetu. Tukianza na wewe Adipo, hatua hii ya hii leo ya kuharibu vitabu hivi vyenye thamani ya shilingi milioni 15 ni ya kutuma ujumbe gani? Kwanza kabisa asante kwa kunileta hapa niongee juu ya mambo kuhusu haki miliki na waandishi. Kuna sheria ambayo inalinda haki ya watu ambao wanaandika vitabu, tuseme waandishi na wale ambao wanachapisha vitabu. Hii sheria inaitwa Copyright Act of 2001. Na katika hii sheria wale watu ambao wanaandika vitabu wako na haki ambayo imelindwa, na inahitajika kwamba kila mtu ambaye anatumia vitabu vyao ananunua kwanza kitabu ambacho ni halali, na sio vitabu gushi vile umeona imekuwa ikifanyika. Na kwa hivyo kwangu naona kwamba wale watu ambao wanachapisha vitabu gushi na kuuza katika soko kwa sasa wanafaa kuelewa ya kwamba haki miliki ni sheria ambayo inafaa kulindwa, na kila mtu ambaye ananunua kitabu anafaa kununua kitabu ambacho ni halali. Na Pauline, labda unaweza kunijibu lile swali ambalo nilikuwa nimemuuliza kuhusiana na ni ujumbe gani kama waandishi ambao mnatuma kwa wale ambao wanachapisha vitabu vyenu bila idhini? Sasa ni ujumbe tunaotoa hakika kwa kitendo cha leo cha kuviharibu vitabu hivi gushi na kazi ambazo zilikuwa huko ambazo zilikuwa ziko katika hatua ya kufanywa vitabu, ni kwamba vita vimeanza, na hivi ni vita vya watu wengi, kwamba tutajitolea. Hatuwezi kujitolea kuandika, kukesha tukiandika, tukashindwa kujitolea kukesha tukilinda kilicho
chetu. Huo ndio ujumbe. Naam. Na kuna wale ambao huenda wakasema milioni 15 thamani ya vitabu hivyo ni pesa nyingi. Labda hakuna njia ambayo mngeweza kufaidi kutokana na vitabu hivyo ambavyo vimechapishwa bila idhini? Vitabu ambavyo vinachapishwa bila idhini vinakosesha soko vile ambavyo vimechapishwa kwa idhini. Vitabu ambavyo vimechapishwa na majumba ya uchapishaji kwa mfano vimelipia kodi, na hivi ambavyo vinachapishwa kwa njia ambazo ni gushi havijalipia kodi. Kwa hivyo hatuwezi kusema vitabu hivyo visiharibiwe eti kwa sababu ni vitabu. Ni vitabu ndio, lakini ni kitu cha wizi. Na hatutaki kuhimiza watu wawe wezi kwa sababu kimetolewa na ni kitabu na ni gushi, tuseme kwa sababu kipo basi tukiweke sokoni. Haiwezekani, manake kuna vitabu halali ambavyo viko sokoni kwa njia halali ambavyo vinangojea kuuzwa katika soko hilo hilo. Naam. Sidang, hebu tueleze, huwa ni mnagharamika kivipi wakati ambapo unaandika kitabu, unakipeleka kwa mchapishaji kiweze kuchapishwa na bila shaka kukiweka madukani ili kiweze kuuzwa? Kwanza unafaa kuelewa ya kwamba kukaa chini kufikiria ili uweze kuandika kitabu ni shida kubwa sana. Kitabu changu Parliament of Owls ama Bunge la Bundi kipenda kwa lugha ya Kiswahili, hiki ndicho kitabu changu cha kwanza na imenichukua karibu miaka 15 kuweza kuchapisha kitabu, kwa sababu unakaa chini, inakugharimu usingizi, inakugharimu ule wakati wa kukaa chini na marafiki ama familia, unafikiria sana, na ili uweze kufanya hiyo umalize lazima ujiweke uweze kuifanya, alafu kisha unatafuta mchapishaji. Unapata kwamba machapishaji wengi sana hawataki kuchapisha vitabu vya mashairi kwa sababu wanaona vitabu vya mashairi haviuzi, so inakuwa ngumu sana kwetu. Lakini tukimaliza kuchapisha kitabu iweze kufika katika soko, unapata kuna watu ambao wanaenda kinyume na sheria, wanavichapisha hizo vitabu alafu wanaziuza. Ukienda saizi River Road utapata Parliament of Owls inauzwa kwa bei ya shilingi 200, na ukienda katika bookshop utapata hiki kitabu kinauzwa na bei ya 1000. So mimi kama mwandishi, kama mshairi, mimi naona kwamba niko na watu hao ni wezi ambao wanachukua mali yangu na wanaitumia kujinufaishia. Na unadhani serikali imeweka mikakati ya kutosha kuhakikisha kuwa wanadhibiti hawa watu ambao wanachapisha vitabu na kuviuza bila idhini yenu? Ndio, serikali iliweka Copyright Act ambayo ilikuja kufanya kazi mwaka wa 2001, na hiyo Copyright Act inahakikisha kwamba haki miliki ya wale watu ambao wanaandika, kama wewe ni msanii ama wewe ni mtu wa shairi, imelindwa. Na katika hiyo act kuna zile vipengele ambavyo vinaweza kutusaidia kama watu ambao wanaandika na kutulinda, kwa sababu kuna wale ambao wanatumia vitabu vyetu kama vile imefanyika leo, umeona, na hao watu wanafaa kupelekwa kotini. Ile shida ama changamoto kubwa sana ambayo tuko nayo kama watu ambao wanaandika ni kwamba unapata kwamba kuna hizi fines ambazo ziko katika sheria, na hizi fines unapata ni kidogo sana. Kwa mfano katika sheria ya copyright, mtu akipatikana amevichapisha vitabu kinyume na sheria anafaa kulipa fine of not more than 400,000. Lakini umeona ya kwamba vitabu ambavyo viliteketezwa leo vilikuwa vinakuja karibu milioni 10. So ukiangalia unaona ya kwamba enyewe hapa sisi kama wasanii ndio tunaumia. Na Pauline, kuwa mwandishi kunalipa, haswa kama kwako wewe ambapo kitabu chako sasa ndio kinatahiniwa katika kidato cha 4? Sasa kuwa mwandishi kunastahili kulipa, hasa kitabu chako kinapotahiniwa kwa ajili ya kutumiwa kwa ajili ya mitihani hii ya kitaifa, kwa mfano hiyo ya kidato cha 4. Lakini sasa kama kitabu kimegushiwa na kikauzwa nje ya mkataba wako ulioufanya na mchapishaji wako, hizo hela utaziletewa na nani? Kama zimeibiwa, umeibiwa wewe, umeporwa yani.
huwezi kufaidi. Naam. Na huwa inachukua nini kuhakikisha kuwa kitabu kama chako sasa kinachukuliwa na wizara na kufanywa kuwa kitabu ambacho kinatahiniwa? Kitabu ili kiweze kutahiniwa kinapitia hatua nyingi sana, pamoja na hatua zote zile ambazo kinapitia katika uchapishaji. Manake mswada upeleke, uangaliwe, uhakikiwe na watu wengi, walimu, wasomaji tu, wanafunzi wasome, wakubali, waseme kwamba huu mswada ukichapishwa kiwe kitabu cha kiwango hiki kitaafiki. Basi baada ya hapo Wizara ya Elimu ikishirikiana na wanaotayarisha mitaala wa KICD na watungaji mtihani, watu wanaohusiana na mtihani, wanahusika katika majopo, kuunda majopo ambayo yanaketi na kukagua vitabu ambavyo vinawasilishwa na majumba tofauti tofauti ya uchapishaji kwa niaba ya mwandishi kwa ajili ya ukaguzi ili kitabu kiteuliwe. Kwa hivyo kigogo ndipo kiteuliwe kuwa kitabu cha kutahiniwa, kiliwekwa na vingine vingi. Kama ni tamthilia hizi zilikuwa nyingi, kikatahiniwa, ni kama kupita mtihani. Je, kina maudhui haya yanayoafiki kiwango hicho na mambo mengine mengi? Manake ni kama mwongozo wa kusahihisha, na wanasahihisha hiki kitabu na vinginevyo kutumia mwongozo huo. Hata pale ambapo kigogo kilipofikia kiwango hicho ndipo kikateuliwa. Kwa hivyo ni hatua nyingi na ni hatua ndefu na ni safari ndefu. Kwa hivyo ukiona tukipigana kuhusu mambo ya ugushi haya ni kwa sababu ya yale tuliyoyapitia. Kwa hakika. Yes. Ni ndoto ya mwandishi wote kwa kitabu chake kuchaguliwa kuwa kitabu cha kutahiniwa katika mwaka wa mtihani. Waza sema ni ndoto ya kila mwandishi kitabu chake kichukuliwe, kitumike katika mambo ya mitihani. Lakini sisi kama waandishi kuna ile lengo ambayo tuko nayo tukiwa tunaandika. Tunataka tuweze kwanza, mimi kama mshairi ningependa tuwe watu ambao wanachukua hii nafasi kuhakikisha kwamba utamaduni yetu imelindwa na inalindwa kwa njia ya kuandika. Sasa ukiandika kitabu alafu kitabu chako kipate ama upate hiyo nafasi ya kitabu chako kutumika katika masomo, itakuwa vizuri sana. Lakini hatuwezi sema sasa hatutaandika sababu hatujui kama kitabu kitachukuliwa ama itachukuliwa. Jambo ambalo ni muhimu ni kuhakikisha kwamba kila mtu ambaye ana talanta ya kuandika anapata nafasi ya kuandika. Na pia tuwe watu ambao wanasoma vitabu nje ya secondary schools ama primary schools. Kwa sababu unapata kwamba siku hizi watu wananunua tu vitabu ambavyo vinatumika katika secondary schools kama set books. Pauline, labda unaweza kutueleza kama kuna matumaini, hasa tukiangalia kuna waandishi wa zamani ambao wanaonekana kuwa wamepata umaarufu na wamebobea katika fani hii kama kina Ngugi wa Thiong'o. Kwako wewe unadhani kuna matumaini kwa waandishi wa karne hii? Kuna matumaini makubwa sana, kwa sababu kwa muda mrefu kumekuwa ni kama ambaye kuna utasa wa waandishi. Hasa utasa huu tumekumbana nao katika lugha ya Kiswahili sana. Maanake hasa waandishi wa kike wamekuwa ni kama hawapo. Maanake kuna wakati ambapo waandishi wengi walikuwa hawaandiki, hasa kuandikia masuala ya kisiasa, wakati ambapo demokrasia yetu ilikuwa tofauti na hivi ilivyo leo. Walikuwa wengi wanaandikia korokoroni, wapo walioandikia korokoroni, na wakiandika pengine wanaanza kuhojiwa, kwa nini umeandika hivi? Lakini siku hizi mambo yamebadilika. Kwa hivyo kwa ajili ya mazingira mazuri ya kuhimiza waandishi wengi sasa wamejitokeza na wameanza kuandika. Kwa hivyo kuna matumaini makubwa sana, na unaona mambo mengine kama haya ya ugushi zamani yalikuwa hayapigiwi kelele sana, lakini mambo yanaendelea kubadilika na watu wameanza kupiga kelele kusema hauwezekani. Kwa hivyo kwenye kizazi kitakachokuja baada ya sisi, nafikiri mambo yao watakuwa na vielelezo kina sisi,
hakutakuwa na ugushi, tutakuwa tumemaliza vita. Kwa hivyo wao watakuwa wako sawa. Kwa hivyo wasife moyo. Hivi vita wasiogope ati kwa sababu vitagushiwa vitabu, kwa hivyo sitakesha mimi. Manake pia ni talanta, huwezi kuifungia. Ni kama kikohozi, hata ukifungia itatoka tu. Kwa hivyo waandike tu, waandike. Adipo, tukimalizana na wewe, labda unaweza kutupatia kauli yako ya mwisho kwa wale ambao huenda wana huo mvuto ama wanatamani kuwa waandishi, unaweza kuambia nini? Nikiwa shuleni nilikuwa ninaambiwa ya kwamba ukitaka kuwa mwandishi lazima ukae chini ukaandike. Usipoandika hauwezi kuwa mwandishi. So kwa wale wote ambao wako na hiyo nia ya kuandika, iwe ni shairi ama riwaya, waanze kuandika kwa sasa. Hakuna ile siku ambao watangoja ifike ati sasa nimekuwa mwandishi. Lazima utakuwa mwandishi tu ukiandika. Yeah. Asante sana Adipo Sidang na Pauline Kea ambao ni waandishi wa vitabu mbalimbali. Pauline Kea ndio mwandishi wa tamthilia ya Kigogo ambayo ndio inatahiniwa hivi sasa katika kidato cha 4. Adipo Sidang ni mwandishi wa kitabu cha mashairi cha Parliament of Oaths, wakiwa wanatueleza jinsi vita dhidi ya kughushi vitabu vinavyoendelea na pia mikakati ya kujaribu kurekebisha sheria kuhakikisha kuwa hatua zinazochukuliwa dhidi ya wanaochapisha vitabu bila idhini ya waandishi zinakuwa kali zaidi. Tukiendelea na masuala mengine, kwenye masuala ya afya, Wizara ya Afya imebaini kwenye utafiti kwamba kaunti 22 katika kati ya 47 kunradhi ziko kwenye hatari ya maambukizi ya ugonjwa wa kupooza au polio kwa watoto wachanga. Akizungumza kwenye mkutano wa wadau wa sekta ya afya, mkuu wa kitengo cha kuzuia maambukizi ya magonjwa David Soti amesema kwamba wizara imepanga kuwapa chanjo watoto walio chini ya umri wa miaka 5 katika kaunti hizo. Mkutano huo ulifanyika hapa jijini Nairobi mapema leo. As a result of detection of new cases of wild polio in Nigeria, the Horn of Africa Technical Advisory Group held in Nairobi in September last year recommended that a number of countries within the region, including Kenya, conduct polio vaccination campaigns aimed at boosting immunity among children under the age of 5 years who are vulnerable to infection by wild polio virus. Following this recommendation, the Ministry of Health conducted polio risk analysis, which identified 22. Of course, you remember the initial response that we did in February was in January. Actually, we targeted 15, but now we have expanded it a bit to 22 out of the 47 counties. Over the last 12 months, globally, there have been only 33 poliovirus cases reported. 5 in Nigeria, 16 in Pakistan, 12 in Afghanistan. That alone indicates that the risk is really contained at the moment to areas where peace and stability is lacking. And even though in Kenya we did not have, as well as in the whole East and Southern African region, a polio case, the wild polio case over the last 3 years. Tukiachana na hayo ya afya, wanafunzi wa chuo kikuu cha Kisii pamoja na wahadhiri wao wamejitosa katika barabara za jiji la Nairobi na kusafisha baadhi ya maeneo katika soko la Mudhurwa na barabara za karibu na hapo. Watumizi walifurahishwa na hatua hiyo na kuwaomba Wakenya, taasisi na mashirika mengine kufuata mkondo huo. Mkuu wa chuo kikuu cha Kisii tawi la Nairobi, Daktari James Muya, kwa ushirikiano na uongozi wa kaunti ya Nairobi, waliongoza shughuli hiyo. This is part of our giving to the society. As an academic institution, we have an obligation to give back to the society because they have given us the resources. And that's why we organized today to come and improve the environment. And at the end of this day, we hope we will have made a difference as a university. We will have improved the environment. We will also have exposed our students to the
world outside. And that is why we are actually here. Today we've decided to take part in community social work, where we have to give back to the society through cleaning and taking care of our environment. As Kisii University, we've decided to be the change maker. Many people are complaining that Nairobi is dirty, but for us, we've asked ourselves, what can we do to improve Nairobi? That is why we are taking part in cleaning this Nairobi and making it better. Being here today, we are giving back to the community, just cleaning the environment. And that is so the importance of cleaning, because when the environment is clean, we are also clean. Tuelekee maeneo ya Samburu sasa, ambapo shirika la kutoa msaada nchini Kenya Red Cross limetoa msaada wa vyakula vya mifugo kwa wafugaji huko Samburu ya Kati. Operesheni hiyo iliyoongozwa na naibu mwenyekiti wa Red Cross Aden Mohamed imekuwa afueni kwa mifugo waliokuwa wakipata shida ya malisho kutokana na kiangazi. Msaada wa tani 20 ya chakula hicho kilitolewa. Chakula hicho kitasambazwa kwa wafugaji katika maeneo ya Baawa, Ledero, Morijoi, Kisima, Lodo Kejek na Kirimon. Sehemu hii, eneo hii imeathirika zaidi na mambo ya ukame, na sasa hii chakula cha mifugo ambaye sio nyasi, ni mchanganyiko wa molasses na vyakula aina vingine itasaidia wafugaji kwa muda. Akitupatia chakula ya tumbo yetu, alimetupatia chakula ambaye ya ng'ombe yetu ambaye sisi tunategemea. Ng'ombe ni tegemeo letu kushinda ile kitu kingine yote kama mbuzi, vitu vingine. La ng'ombe ni kitu ya maana, lakini tukipata hiyo chakula tunatarajia tutapona. Chakula ya ng'ombe, ukipewa tu ng'ombe kilo moja asubuhi na pia tena kilo moja jioni. Kwa hivyo kwangu naona hii chakula ndio zaidi, kwa sababu tunakula siku karibu na hata mwezi kuendelea kupea ng'ombe hivyo. Tuelekee maeneo ya kati mwa nchi, ambapo polisi mjini Nyeri wamenasa na kuharibu lita 500 za pombe haramu aina ya Kang'ara. Akiongoza operesheni hiyo mjini Nyeri, naibu kamishna wa kaunti hiyo John Marete aliwashukuru wananchi waliotoa habari kwa polisi. Amewasihi vijana wajiepushe na utengenezaji na utumizi wa pombe haramu na kuwa watafute njia mbadala za kupata pesa. Nani alikuwa na kitu? Tuende kazi. Na tumeweza kupata ile pombe haramu kama lita 500 ambayo walikuwa wanatengeneza, na wao vile vile tungependa kuwaomba, hata kama leo hatuja wapata, tumejua ni vijana wa kutoka area hii, majina yao, wajisalimishe na waachane na hii kazi kabla hatuja wapata within the course of the day. Wana manjiko mawili na wote, kila jiko tumejua nani ambao wanakaa pale na kutengeneza hii pombe haramu. Vile tumewaambia mara mingi ambapo tumekuwa na mikutano hapa, ni hatia, ni haramu kuendelea kutengeneza hii pombe, na wao wanajificha usiku. Mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada. Asante sana kwa kutazama taarifa za mbio ya KTN, na kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hizi, mhariri wetu Frank Otieno na mwelekezi Madheka, mimi ni Mashirima Kapombe na mtangazaji wetu wa lugha ya ishara ni William Sile. Usiondoke, maana hivi punde narejea na yanayojiri.